Vipi Mani Halisi? Safi. Unauzungumziaje uongozi au unafahamu nini kwenye uongozi labda? Ndio. Uongozi ni jambo ambalo nalifahamu. Ndio. Na linafahamika tuseme. Ndio. Uongozi ni kuwaongoza watu, kuwasimamia watu. Ndio. Kuwapa haki ya yale mliyokubaliana juu ya makubaliano yenu. Hiyo ndiyo maana halisi ya uongozi. Nasikia watu wakilalamika sana kwamba kiongozi ule mbaya, tendi haki. Labda kwa mfano ingekuwa wewe kiongozi, ungeongoza vipi wale ili wajue kwamba waongoza vizuri na wao wana furaha? Safi kabisa umeuliza. Kweli katika muonekano wa kawaida, ndio, kuwaongoza watu ni jambo moja zuri sana, kwa sababu watu wote wanahitaji wapate haki zao. Ikiwa uongozi mzuri ni upi? Uongozi mzuri kwa tafasiri nyingine ni ule unaotenda haki ile ambayo mmekubaliana. Ndio. Kwa mfano, mmekubaliana mtu aliyeiba afungwe, atakiwa afungwe kweli. Ndio, afungwe. Mmekubaliana huyu mshahara wake ni shilingi 500, basi atakiwa apate 500 yake. Ndio. Mmekubaliana mshahara huyu atakiwa apate milioni 2. Anatakiwa apate milioni 2 kweli bila kificho. Ndio. Uongozi maana yake ni kuridhisha yale mliyokubaliana nayo. Kama mtu ataongoza kinyume na uwazi, yani yeye akaongoza kwa mfumo mwingine wa mambo ya pembeni yasiyokuwa yale mliyokubaliana, tunasema uongozi ule utakuwa unachukua upande mmoja. Lakini uongozi ni taswira ambayo unamfanya mkosefu aone kakosea ili apate haki yake. Yule aliyefanya cha kupatia pia apate kile alichokitumikia ama ujira wake katika uwazi. Ndio, sasa. Na wewe mwenyewe unaiongoza, fungu lako lionekane kwamba uliahidiwa utapata shilingi 2000, baada ya kuwa umesimamia upate 2000 kweli. Ni kweli. Na uwathibitishie watu nimechukua 2000. Usichukue 4000 baada ya 2000, kwa sababu watakapogundua wale unaowaongoza pia ni watu ambao wana akili, ni watu ambao wana maarifa kama wewe, isipokuwa wao ile tunu ya kuwa viongozi haiwezekani kila mtu awe kiongozi. Ndio maana anachaguliwa mmoja kwa kusimamia wengine. Hizi ni taratibu za kibinadamu ambazo Mungu mwenyewe, Mwenyezi Mungu aliyeumba viumbe vyote ametuwekea hivyo. Unayaona hayo, hata wanyama pia huwa kuna kiongozi wao. Basi tu kuna mambo mengi ambayo yanamaanisha uongozi ni taratibu ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka katika hali hiyo. Hivyo ndio maana ya kuwaongoza watu, na watu wenye haki watasema huyu anatuongoza sisi vizuri, na watu wabaya vile vile, maana kuna watu nafsi zao zimeumbwa na Mungu, wao wako katika upande wa ubaya. Hata ukionyesha ukweli wa uongozi hawatasema huyu ni mkweli, kwa sababu wameficha ule ubaya wanao, lakini wameuficha. Lakini yote kwa yote bado itasimama haki yenyewe ikijionyesha kwamba yule anasema kweli. Kwa hiyo uongozi ni ukweli. Kama utafanya uongozi kwa muonekano wa kufanya vitu vingine, wanasema wale wazungu boshen, vinakuwa vibaya sana. Vinaleta taswira mbaya, vinakuchoka, watu wanakuchoka, hawana hamu na wewe katika moyo. Basi unakuwa ule ni uongozi usiofaa. Lakini uongozi ni kuongoza watu katika makubaliano.